Uhali gani mwanafamilia, I hope uko poa kabisa. Karibu tena kwa mara nyingine kwenye hii channel yetu Upendo. Basi niweze kukujuza yaliyo mengi ambayo yanaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kusitu, kama ni mara yako ya kwanza kupita kwenye hii channel yetu Upendo, basi chini ya video hii upande kulia hapo kuna neno limeandikwa subscribe. Bonyeza hapo kisha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo tu utakuwa umeweza kujihakikishia kuwa mwanafamilia hai kabisa wa hii channel yetu Upendo, ambapo basi taarifa zote na update zote ambazo nitakuwa nikikuwekea hapa kila wakati hautaweza kupitwa nazo hata kidogo. Lakini pia usisahau kushare, kulike na kucomment, kuacha maoni yako kwa kile ambacho nitakuwa nimeweza kukujuza. Ni jambo ambalo ni la msingi sana bwana. Nadhani wengi tunafahamu kama Hamisa Mobeto pamoja na Azizi Ki, wawili hawa waliweza kufunga ndoa, kufunga harusi na kuwa mume na mke halali kabisa. Tuweza kuna vile ambavyo ndoa yao iliweza kufungwa kwa gharama kubwa sana, ilikuwa ndoa ya kifahari. Lakini pia huyu mwanaume huyu Azizi Ki bwana aliweza kumtolea mahali kubwa sana huyu mwanamke, takribani milioni 30 hivi, licho kwamba ni mwanamke ambaye ni singomaza hawa watoto wawili, lakini pia hata umri wake umeweza kumtupa mkono kidogo. Lakini huyu Azizi Ki aliweza kuonyesha dhahiri kabisa na mapenzi ya dhati kabisa juu ya mwanamke huyu na kuweza kumtolea mahali kubwa sana, takribani milioni 30 hivi, na kuweza kumwoa huyo Hamisa Mobeto, kitu ambacho kiliweza kuwashangaza walio wengi sana, kwa sababu kuweza kumtolea mahali kubwa sana, kuweza kumheshimisha mwanamke ambaye ni singomaza, lakini pia hata umri wake umeweza kusogea kidogo, licho kwamba ana sura nzuri, ana shepu nzuri, lakini hakujali hayo yote, aliweza kumtolea mahali takribani milioni 30 hivi na kuweza kumheshimisha mwanamke ambaye ni singomaza wa watoto wawili, lakini hata umri wake umeweza kusogea. Ni dhahiri kabisa huyu Azizi Ki alikuwa na mapenzi ya dhati kabisa juu ya huyu mwanamke huyu Hamisa Mobeto. Sasa bwana, kama siku zote ambavyo wanasemaga kunguru huwa hafugiki, wahenga huwa wanasema hivyo, wakisema kwamba kunguru huwa hafugiki, basi fika mtu akiwa na mienendo fulani, akiwa na tabia fulani, yule mtu kumrekebisha basi sio jambo ambalo ni jepesi, kitu ambacho kimeweza kudhihirika dhahiri kwa huyu mwanamke huyu Hamisa Mobeto, na huenda pengine ndio sababu ya kuweza kuzalisha watoto wawili na kuweza kubwagwa hapo, kwa sababu sura nzuri anayo, shepu nzuri analo. Sasa kwa nini wanaume hao wote wawili waweza kumzalisha na kuweza kumbwaga hapo? Ni dhahiri kabisa ni mwanamke ambaye pengine kwa upande mwingine sio mwanamke ambaye anafaa, ndio maana hao wanaume wote wawili waliweza kumzalisha na kuweza kumwacha hapo. Na hii ni dhahiri kabisa ameweza kutudhihirishia kama ni mwanamke ambaye hafai, ni kinguru ambaye hafugiki, ni mtu ambaye ameshazoea mambo yake fulani hivi. Kwa hiyo kudumu kwenye ndoa sio jambo ambalo ni jepesi bwana. Huyu Azizi Ki aliweza kuuziwa mbuzi kwenye gunia bwana. Wanasemaga bwana, jambo ambalo hulijui ni kama usiku uagiza. Alikuwa anaamini kwamba kama ni mwanamke ambaye ni singomaza, basi watoto wawili, anafahamu maisha, anajua maisha, basi akiweza kumwoa ataweza kutulia, wataweza kujenga maisha. Lakini mambo yamekuwa vice versa kabisa. Watu siku zote wanasema kwamba mwanamke ambaye ni singomaza ameshakuwa experienced na maisha, basi anakuwa na heshima kwa mume wake, lakini pia anakuwa na staha fulani hivi. Lakini mambo yamekuwa kinyume kwa huyu mwanamke Hamisa Mobeto. Ameweza kudhihirisha dhahiri kama yeye ni mwanamke ambaye hafai, ni mwanamke ambaye ameweza kuzoea kukaa kwenye mienendo fulani hivi ya tabia, lifestyle hivi ambayo sio nzuri sana, na kuweza kudumu kwenye ndoa ni jambo ambalo sio jepesi, na huenda ndo sababu ya kuweza kuachwa na wanaume hao wote wawili, waweza kumzalisha na kumuacha. Tunafahamu bwana, mwanamke ili uweze kumuoa basi kuna vitu vingi sana ambavyo vinabebwa na huyo mwanamke, kuachana na uzuri, lakini pia kuna vitu vingine vidogo kama vile tabia na mambo mengine ya ndani zaidi. Sasa huyu Hamisa Mobeto bwana ana sura nzuri, ana shepu nzuri, lakini bwana kumbe upande wa pili bwana ni mwanamke ambaye hafai, na huenda ndo sababu ya kuweza kufanyaje kuzalishwa na hao wanaume wote wawili na kuweza kumbwaga hapo, kwa sababu angekuwa ni mwanamke ambaye anafaa, basi hata mwanaume mmoja wapo basi angeweza kutulia naye huyu ambaye alimeweza kuzaa naye mtoto. Lakini cha ajabu hao wanaume wote wawili waliweza kumzalisha watoto na kuweza kufanyaje kumuacha. Ni dhahiri kabisa ni mwanamke ambaye hafai, kwa sababu angekuwa anafaa angeweza kuolewa, kwa sababu sura nzuri anayo, shepu nzuri analo, ni mtafutaji, ana rangi nzuri, ana kila sababu ya kuweza kufanyaje kuweza kuwekwa ndani na kuweza kupewa heshima. Lakini mambo yamekuwa kinyume kabisa. Ni dhahiri kabisa ni mwanamke ambaye hafai hata kidogo, na ndo sababu ya huyu Azizi Ki basi kuweza kujutia ile ndoa yake. Lakini siku zote anasemaga bwana,
dalili za mvua ni mawingu. Watu waweza kumshauri na kusema kwamba huyo mwanamke huwezi kudumu naye, ni single mother, lakini yeye hakuweza kuzingatia hayo maneno ya watu. Ndicho kitu ambacho kinamsibu hivi sasa. Bwana, mambo yake yamekuwa magumu, ndoa yake imekuwa chungu. Imefika time mpaka anatamani basi kila mmoja aweze kuchukua 50 zake, na ameweza kuchukua maamuzi mazito kuweza kumwandikia taraka zote 3 huyu mwanamke huyu Hamisa Mobeto, basi kila mmoja aweze kuishi maisha yake. Bwana, mtu akuweza kutegemea kabisa kama ipo siku leo na kesho kutwa wawili hawa wataweza kuachana, kwa sababu aliweza kumgharamia gharama nyingi sana, lakini pia alikuwa anaamini kama ni mwanamke ambaye anajitambua, ameshakuwa experienced na maisha, changamoto za mahusiano anazifahamu, changamoto za maisha anazifahamu, atakuwa ni mwanamke ambaye anajitambua, lakini mambo yamekuwa kinyume kabisa. Bwana, huyu Aziz Ki aliweza kuuziwa mbuzi kwenye gunia. Sasa wawili hawa basi wameweza kuachana rasmi kabisa, kwa sababu Aziz Ki kama mwanaume ameweza kushindwa kumvumilia huyu mwanamke wake, kwa sababu ameweza kufumania ameweza kusema kwamba for the first time aliweza kuzifumania message kwa huyu mwanamke wake huyu Hamisa Mobeto, message za wanaume wengine, lakini aliweza kuulizwa aliweza kujitetea na kuweza kulia sana na kusema kwamba naomba ni radhi, nimeweza kuteleza kidogo, lakini mimi sio mtu wa mambo haya. Hawa wanaume tu wananisumbua, lakini sio kwamba kuna chochote ambacho kinaendelea mimi kati ya mimi na hawa wanaume. Ndivyo ambavyo huyu mwanamke aliweza kujitetea hivyo. Lakini bwana, cha kustaajabisha, cha kuweza kuhuzunisha zaidi huyu Aziz Ki bwana, baada ya muda mfupi tena baadaye aliweza kushuhudia kabisa akiwa na mwanaume mwingine, kitu ambacho kama mwanaume hawezi kufumbia macho na kuweza kuvumilia hayo mambo ambayo mwanamke wake anayafanya. Ndio maana akaweza kuchukua hayo maamuzi ya kuweza kumwandikia talaka zote 3 ili basi kila mmoja aweze kuchukua 50 zake. Kwa hiyo Hamisa Mobeto pamoja na huyu Aziz Ki, wawili hawa sio wanandoa tena kama ambavyo hapo awali ilikuwa hivyo. Kwa hiyo kila mmoja ameweza kuchukua 50 zake, kwa sababu huyu Hamisa Mobeto ameweza kuonyesha makucha upande wake wa pili kama ni mwanamke ambaye hafai. Nadhani nafahamu matokeo mwanamke ambaye anaruka ni mabaya sana. Kuna maradhi hapo, lakini pia kuna matokeo watoto wa nje ya ndoa, lakini pia hata heshima kwenye ndoa inapungua. Ndio maana Aziz Ki ameweza kuchukua hayo maamuzi mazito ya kuweza kumwandikia taraka zote 3 huyo mwanamke ili basi aweze kufanya maisha yake mengine huko. Bwana, mambo ndivyo yalivyo. Una maoni gani juu ya hilo? Uacha comment hapo, make sure drop comment yako ili basi tuweze kwenda kwa uzuri kabisa. Lakini nikukumbusha tu kwa mara nyingine, kama ni mara yako ya kwanza kupita kwenye hii channel yetu Upendo, basi na uja subscribe chini ya video hii upande kulia hapo kuna neno limeandikwa subscribe. Bonyeza hapo kisha alama kengele. Kwa kufanya hivyo tu utakuwa umeweza kujihakikishia kuwa mwanafamilia hai kabisa hii channel yetu Upendo, ambapo basi taarifa zote na update zote ambazo nitakuwa nikikuwekea hapa kila wakati hautaweza kupitwa nazo hata kidogo. Lakini pia usisahau kushare, kulike na kucomment, kuacha maoni yako kwa hicho ambacho nimeweza kukujuza juu ya marumbano hayo, juu ya hiyo taraka, juu ya kuvunjika kwa ndoa ya wawili hawa Hamisa Mobeto pamoja na huyu Aziz Ki. Bwana, una maoni gani? Make sure drop comment yako ili basi tuweze kwenda kwa uzuri kabisa. Mpaka hapo mimi sina la ziada, nikutakie wakati mwema na tukutane next time, na kwaheri, bye bye.